Kaka, kwema? Naomba ufanye kile kitu ambacho tushai kuongea. Kaka, mimi nahisi kama lile jambo tuliongea tukalimaliza. Hivi unadhani ni rahisi? Unadhani ni rahisi kuyamaliza? Hivi ushakufikiria familia mimi nitachukuliaje? Naomba ufanye hivyo. Nilitegemea wewe ungekuwa mstari wa mbele. Fanya mimi nimalize chuo, nikamilishe malengo yangu. Leo hii unaniambia mimi niende kwa yule mwanaume. Ismini hapo ulipo ni mtoto. Unachokielewa? Yasmini, nimejitoa kama kaka kwako kukulea katika maadili mema. Unafikiri sasa hivi jamii itanichukuliaje? Hivi unafikiri wazazi waliponiachia mimi wewe, unadhani walikuwa nakosea? Sikupendi, si ndio? Mimi sikupendi, sina kuondoka. Naomba uondoke. Mimi sikupendi. Naomba uondoke. Lakini hata hili nalifanya kwa ajili yako. Naomba uende kwa huyo mpumbavu mwenzio. Kama kweli alikuwa anakupenda kwa dhati, atakuendeleza kuendelea. Kaka, ndio umefikia hatua hii. Lakini kaka, hisi ni jambo tu la kuliongea. Naomba uondoke sasa. Kaka, basi naomba hata unipe angalau hata nafasi ya mwisho. Naomba uondoke. Kaka, Ismini, naomba uondoke. Sina makosa. Karibu. Karibu kae. Unalia sasa? Michael, mbona umenifukuza? Hilo ndo nakupa mawazo? Kakako kakufukuza nyumbani kwenu, si kwake? Hapa unakuja nyumbani kwako? Michael, unajua sababu kubwa ya mimi kufukuza nyumbani kwa sababu mimi. Unajua kama mimba ni baraka? Hiyo ni neema hiyo ya Mwenyezi Mungu. Kaka yako kakufukuza sababu ya mimba, kanirahisishia kazi. Sitatoa mahali mimi, kanipa mke bure. Michael, ni kweli kangu kanifukuza. Nashukuru umenipokea kwa amani, umenikaribisha kwa furaha zote. Lakini mimi sina amani. Nimeondoka nyumbani bila maelewano. Kwa hiyo huna amani. Nikurudishe kwa kakako. Sema, nikurudishe kwa kakako. Kangu amesema hata mimi nataka kukuona, ndio maana nimekuambia nimekupokea, nimekuambia ukae ndani. Sasa unataka tena kuona nani? Kaka yako tena? Nijibu, sitaki kukuona. Nimekupokea kwa maana usinitie hasira. Nadaiwa. Ndio maana unaona nahangaika. Kwa jingine mama? Ingia ndani. Kaa ndani. Chukua begi lako.
Chukua ndani hapo, kaa utulie. Kaa utulie. Jiko liko hapa. Hapa. Unakumbuka kama mimi ni mwanafunzi na kwa sasa hivi sipo tayari kabisa. Shida yako ni hiyo tu. Shida kwako kuna vitu viwili. Umekuja na kufukuza. Sasa hizo ongea masuala ya chuo. Yanahusiana nini hapa? Hebu ingia ndani tutaongea bwana. Sitie bwana. Sasa masuala yako ajabu ajabu. Ingia ndani. Pata makaka kama hao pumbavu wawili watatu wanakukataa ndugu zao. Katalia mwingine ni wake watatu. Pengine kama ni nini sana. Yasmini! Yasmini! Wewe Yasmini! Abe. Wewe unaje mpaka sasa zitoka bwana huko ndani? Amka bwana, mwanamke unatakiwa wa kwanza kuamka kuliko mmeo. Wewe. Hizo ndio ngoza kwenda shambani? Shambani? Wewe umesikia nini hapa? Hizi ndio nguo za kuendea shambani? Michael, mbona sikuelewi? Shambani kivipi? Yaani unaona jembe, alafu unauza shambani kivipi? Michael, leo ni siku yangu ya chuo, leo ni Jumatatu. Natakiwa niende chuo, alafu hakuna cha Jumatatu hapa wewe. Hebu rudi ndani. Kabadilisha hizo nguo. Ulikubaliana nani kwa masuala ya chuo wewe? Wewe. Ulikubaliana nani? Hebu rudi ndani kajiandae uende shamba wewe. Tumejiandaa mimi nakusomesha. Kusomesha mimi nakujua wewe. Mtu una akili kabisa wewe. Yaani kai tunakusomesha wewe ndugu yangu. Wewe umekuja kukaa kwa sababu ni mke wangu. Ule mimba yangu. Kusomesha kakako mwenyewe kashindwa kusomesha. Somesha. Wai umo ndani? Yasmini. Mwanamke unatakiwa uvae hivi. Unavaa hivi na unaenda shamba. Wewe ndo mwanamke. Tena nishabadilisha maamuzi magumu. Utaenda mwenyewe, mimi nitasimamia hapa kazi. Na mambo yangu usiniulize maswali. Nenda shamba. Lakini wewe una lakini na mimi wewe. Una lakini na mimi wewe. Hebu toka hapa. Pita hapa.
Hivi ni kweli sisi wanawake hatuna haki ya kusoma kama wanavyosema wanaume wasiokuwa na elimu? Mungu, naomba unisaidie. Inabidi nirudi kwa kaka yangu. Naamini nikimweleza mateso ninayopitia atanielewa. Hivi ninachowaza ni sahihi kweli? Mungu, naomba uniongoze. Odi. Kaka. Naomba usikize kwa makini kaka. Maisha yangu yameshinda, siwezi. Unisamehe. Unapenda mimi mdogo wako anapoteseka. Nilikwambia mimi nikifika kule siwezi kutimiza ndoto zangu. Siwezi. Kaka, naomba unisikilize. Naomba unisamehe. Nakuahidi kwamba ili kosa sitakuja kulirudia tu. Mimi mdogo wangu anateseka. Ananitesa. Ananifanyia ukatili. Siwezi kuliruka. Leo nimetambua kwa nini mwanamke ni mzuri sana. Na pia nimelijua kwa mwanamke ni kiumbe zaidi. Nitapambania haki yako. Ingia ndani. Waya shemeji. Karibu bwana. Karibu. Vipi bwana? Ndugu wangu alilelewa kwenye misingi bora sana, lakini sikujua kama siku moja ataruka. Kwa nini unashindwa kumpenda yeye? Umesahau kwamba wewe ndio unifukuza dadako na mimi nikampokea. Unataka nimheshimu vipi? Yasmini ni mwanachuo, ni mtu mzima na anajielewa sasa. Ndio maana ukamfukuza? Hapana,
Niliamini kitendo alichokifanya ilikuwa kiko sahihi kwa upande wake, na nilijua hata huyo aliyompata ni mwanaume sahihi kwake na tajali yeye na ndoto zake. Safi. Nimekuja kugundua amekosa mume bora na baba bora wa familia yake. Kwa nini? Ulionyesha dhahiri kwamba huwezi kuisimamia misingi ya mwanamke na huwezi kujali ndoto za mwanamke, ukiaminishwa kwamba mwanamke hana haki. Nikuulize swali. Unaweza kuuliza, lakini sio lisihusishe mwanamke. Umezaliwa na mwanamke au mwanaume? Mama yangu sio mwanamke. Wakati sheria itapoamua kuchukulia hatua, na utajua vizuri thamani ya mwanamke. Wewe ungekuwa unajua thamani ya mwanamke ungemfukuza ndugu yako wa tumbo moja? Naweza kukuuliza swali? Unaweza kuuliza. Hivi wewe ulikubali kuendeleza alichonacho dada yako kwa kumfukuza? Nilijaribu kumpambania kumtafutia haki yake. Mimi nisingempokea hapa, singekuwa mtoto yatima yule. Angekuwa na galagala huko mitaani kama ombaomba. Utaki kushukuru hata kidogo hiki ambacho mimi nimempokea na kuishi naye ndani hapa. Lakini tunapaswa wote kuwapatia haki zao bila kujali ni mwanamke ama ni mwanaume. Mimi nilizani kama mliweza kukubaliana na kumweka mimba mdogo wangu, unaweza ukailea ile mimba na ukaendeleza masomo yake. Lakini napenda kukumbusha kitu kimoja. Kama rais wetu wa Tanzania asingewekewa misingi bora na familia yake, sijui kama leo angeweza kuisimamia nchi hivi. Lakini hata Umi Mwalimu ni mwanamke na anazingatia vizuri jimbo lake. Hivi unadhani huwezi kutengeneza ndoto za mke wako pamoja na mtoto wako hata wakiwa wa kike? Kingine, mwanamke ni kiumbe dhaifu sana, tena sana. Kama tukiwa upande tofauti wa mwanamke, ni nani atasimama upande wake? Au ni nani atazisukuma ndoto zake? Jibu ni hakuna. Ili upate mke bora na mtoto bora, anza kusimamia misingi yake na ndoto zake. Hicho ndio kitu cha msingi, Michael. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri sana bwana shemeji. Nimekuelewa na nitajitahidi kupambana kwa upande wangu. Mimi nilikuwa najua kwamba natakiwa nipambane kwa damu yangu tu. Na kama unavyoelewa, mimi misingi yangu niliyokulia ni misingi ya mwanaume ndio mwenye haki. Na kwa upande wangu mimi sasa, hakikisha dada yako anasoma ili hata mtoto wangu akizaliwa aweze kusoma. Safi kabisa. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Asante sana. Fali njema. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, kama nilivyokuelezea mama. Kwanza naogopa sana. Usitoshe mimi sitaki kutoa hii mimba, na pia nahitaji kutimiza malengo yangu. Nashindwa nifanyaje, nashindwa naanzia wapi, na ndio maana nipo hapa leo. Naomba nisaidie mama yangu. Umesema hutaki kutoa mimba ila unaogopa sana. Unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinakufanya uogope sana? Nashindwa naanzaje kuendelea na masomo. Alafu isitoshe huu ndo mwaka wangu wa kwanza. Sina experience yoyote kuhusu chuo. Nawaza nitaendelea vipi na masomo ili hali ya kuwa nina mimba. Hatua ya chuo sio sekondari. Hii ni hatua ya nini? Tuone hapa kwa ujumla tu, kuna watoto wanatoka wanafunzi wanatoka form 4, wanatoka form 6 na wengine ni watu wazima wana familia zao. Kwa hiyo kwa taratibu za chuo sisi tunaangalia tu ni
wewe kuattend darasani, kuhudhuria masomo, kufanya vizuri na kutimiza ile GPA ambayo chuo kinahitaji. Haijalishi una umri gani au uko katika mazingira gani, lakini ukishaamua kuja chuoni, naamini ni mtu mzima anajiweza. Na umesema wewe ni mwaka wa kwanza, bado hujajua taratibu na umekuwa mjamzito. Na useme unasema kuna uzazi salama. Unaweza kuwa ni na chuo kwa mjamzito, na inawezekana kabisa ukajifungua kulea mtoto wako na kuendelea na masomo. Cha msingi ni kutoa taarifa kwamba endapo utakapata changamoto yoyote, unaweza ukaja ukatoa taarifa ili tujue tunakusaidiaje, sababu tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wasome, wafanye vizuri, watoke na matokeo mazuri na vyeti vizuri, na pia watimize ndoto zao. Kupata ujauzito sio kwamba ndio mwisho wa wewe kushindwa kutimiza. Hiyo inawezekana. Nilikuwa ninaona nitaendeaje na chuo ili aliyakuwa nina mimba, na kabla ya mimi kufika hapa nimepitia mengi hapo nyuma ambayo ilinifanya niishawishi familia yangu na kukubali kunisomesha. Lakini nashukuru baada ya kufika hapa moyo wangu umekuwa na amani na nimefarijika baada ya kuniambia kwamba naweza nikaendelea na chuo ile aliyokuwa na mimi. Okay. Na nakupongeza sana kwa sababu mabinti wengi ikitokea hali kama hiyo, kila ndugu, kila rafiki wanajitenga. Lakini kwa upande wako wewe, naona kaka amekuwa tayari kukusupport, kukusaidia, na pia na ndugu wengine wanasema kwamba watahakikisha unafikisha na unatimiza ndoto yako. Kwa issue imebaki ni kwako. Je, una uwezo wa kuwa mama na kuwa pia mwanafunzi na ukafanya vizuri ili uendelee kuatia moyo wazazi wako, walezi wako, kwa sababu wanapoonyesha nia ya kukusaidia wewe, inabidi pia na wewe uonyeshe nia mara mbili. Lakini pia kama nilivyokuambia mwanzoni, kupata ujauzito sio ndo mwisho wa kutimiza ndoto yako, bado una nafasi. Mimi nahisi mkombozi wangu mkubwa ni wewe, na kwa kuwa nimekupata wewe, muda wote ambao nitapata changamoto au nikijisikia mbaya, nikijisikia changamoto yote katika moyo wangu, nitakuwa nakuja kwako. Na nachoshukuru Mungu na namba yako. Hata siku nisipokuta ofisini kwako nitakupigia. Asante. Ukipata changamoto yote ya masomo, unaona umeshindwa kuitatua, njoo tushirikiane na academic office, na tuna mlezi wetu student affairs atatusaidia. Kwa pamoja tutahakikisha unatimiza ndoto yako. Basi sawa. Asante, karibu tena Jasmine.